Kinjekitile Ngwale, kiongozi wa kiroho, alianzisha moto wa vita vya Majimaji vilivyotokea 1905 hadi 1907. Vitabu vingi vya historia vinasema kuwa Kinjekitile Ngwale alipigana vita vya Majimaji, lakini ukweli ni kwamba Kinjekitile Ngwale hakupigana vita hivyo, bali alikuwa muasisi na aliyeleta chachu ya vita vya Majimaji. Kama kuna jina linalotikisa historia ya kusini mwa Tanzania kabla ya uhuru, basi ni Kinjekitile Ngwale. Hakuwa rais, hakuwa chifu mkubwa wa kifalme, hakuwa msomi wa kizungu, lakini aligeuka kuwa mtu aliyounganisha maelfu ya Waafrika kupigana na ukoloni wa Kijerumani. Hii si hadithi ya kubuni, ni historia ya kweli iliyoandikwa kwa damu na machozi. Kinjekitile Ngwale ni jina linalokubalika zaidi kitaaluma, lakini pia Bokero ni jina lingine alilotumia wakati wa harakati zake. Hakuna ushahidi wa jina la Kikristo au wa Kiislamu, lakini alikuwa mtu wa mila za jadi. Mnamo mwaka 1860 ndipo Kinjekitile Ngwale alizaliwa. Amezaliwa katika kijiji cha Ngarambe huko mkoani Lindi, na kabila lake ni Matumbi. Majina ya wazazi wake hayakuandikwa katika kumbukumbu za kikoloni, jambo la kawaida kwa viongozi wa asili wa wakati huo. Alizaliwa katika jamii ya wakulima waliotegemea ardhi na mila za jadi. Hakusoma shule ya Kijerumani, lakini elimu yake ilikuwa mafunzo ya jadi, imani za mizimu na tambiko za tiba na kienyeji. Akiwa kijana alijulikana kama mtu wa kiroho, mpole lakini mwenye mvuto wa ajabu. Watu walimuona kama mtu anaelewa ulimwengu wa roho. Kazi yake kabla ya mapambano, alikuwa mkulima, mganga wa jadi, kiongozi wa kiroho. Hakuwa mwanajeshi wa kitaaluma. Nguvu yake ilikuwa kwenye imani na saikolojia ya watu. Kuanzia 1880 eneo la Tanganyika lilikuwa chini ya Wajerumani. Walifanya kulazimisha watu kulima pamba, kodi kali, viboko hadharani, kufanya kazi za lazima, kunyanyasa na kudhalilisha wazee. Hasira ilikuwa imejaa miongoni mwa watu. Mwaka 1904 hadi 1905 Kinjekitile Ngwale alidai kupatwa na maono. Alisema roho ya nyoka aitwaye Hongo ilimuingia. Alianza kuhubiri kwamba kuna dawa ya maji ambayo risasi za Wajerumani zitageuka kuwa maji. Alitengeneza mchanganyiko wa maji, mtama, mafuta ya mbegu na majani ya dawa. Wapiganaji walipakwa au kunywa dawa hiyo kama kinga. Kisayansi haikuwa kweli, lakini kisaikolojia iliwaondoa hofu. Lengo lake halikuwa uchawi wala kuonesha miujiza. Lengo lake lilikuwa ni kuunganisha makabila yaliyogawanyika, kuondoa hofu ya bunduki, kuanzisha mapinduzi ya kuondoa ukoloni. Kwa mara ya kwanza wazo la umoja wa kikabila lilianza kuonekana kusini mwa Tanganyika. Kwa mujibu wa tafiti za kihistoria, vita vya Majimaji vilihusisha zaidi ya makabila 20. Miongoni mwao ni Watumbi, Wangindo, Wapogoro, Wandendeule, Wambunga, Wabena, Wahehe, Wadharamu, Wayao, Wangoni, Wapangwa, Waruguru, Wakwere, Vidunda, Wasagara, Wamwera na Wamakonde. Si kila kabila lilishiriki kwa kiwango sawa, lakini wimbi la harakati lilienea katika kusini na kati ya Tanganyika. Wajerumani walipoona harakati zinaenea kwa kasi, walimkamata mapema kabla hazijakomaa. Kinjekitile Ngwale alikamatwa Julai 1905. Alishtakiwa kwa uchochezi na uasi na akahukumiwa kunyongwa. Tarehe ya kunyongwa ilikuwa Agosti 4, 1905. Aliuawa hadharani ili kuwatia hofu watu wengine. Hata baada ya kifo chake vita vililipuka rasmi, lakini tatizo lilikuwa moja: risasi hazikugeuka kuwa maji. Wajerumani walitumia mbinu kali sana. Walichoma vijiji, waliharibu mashamba na kusababisha njaa. Kwa mujibu wa historia, makadirio zaidi ya watu 200,000 waliuawa. Wengi waliuawa kwa njaa na si kwa risasi. Ni moja ya maafa makubwa zaidi katika historia ya Afrika Mashariki. Hakuna kumbukumbu za kina kuhusu jina la mke wake wala idadi ya watoto wake. Inaaminika kuwa alikuwa na familia, lakini kumbukumbu nyingi zilipotea au hazikuandikwa kabisa. Je, Kinjekitile Ngwale alidanganya watu kuhusu risasi kugeuka kuwa maji?
Hili ni swali gumu sana. Kisayansi, maji hayakuwa kinga ya risasi. Kihistoria, alitumia imani kama silaha ya kisaikolojia. Baadhi ya wanahistoria wanasema alikuwa muumini wa kweli wa maono yake. Wengine wanasema alitumia mbinu hiyo kuondoa hofu. Lakini jambo lisilopingika ni hili: aliwaunganisha watu waliokuwa wamegawanyika. Majimaji Rebellion inachukuliwa kama mapambano makubwa ya kwanza ya kitaifa dhidi ya ukoloni, msingi wa baadaye wa harakati za uhuru. Kinjekitile Ngwale anakumbukwa kama shujaa wa mapambano, kiongozi wa kiroho, nembo ya umoja. Hii ndiyo historia ya Kinjekitile Ngwale, hadithi ya ujasiri, imani na gharama ya uhuru. Walipigana wakiamini risasi zitakuwa maji, lakini historia ikawacha na somo moja kubwa: imani inaweza kukupa ujasiri, lakini sio kinga ya ukweli. Mimi ni Given Kajendaji na hii ni The Real Talk.